Kuna mtu anaweza kusoma? Waefeso 1:3 nasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za roho katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Yes. Maandiko anasema kwamba atukuzwe Mungu wa baba yetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Na ujumbe wetu siku ya leo unasema ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Au kwa Kiingereza nasema in Christ. Na maandiko hapo yameanza kwa kusema kwamba atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yeye ametubariki kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Ukiangalia vizuri na kama wewe ni mchunguzi wa maandiko, hilo neno ndani yake Kristo, Paulo hakulisema ya kwamba ni kama vile watu waliookoka, yaani ndani ya watu waliookoka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hakumaanisha kwamba ndani ya Ukristo kama dini. Bwana Yesu asifiwe. Ila alimaanisha kuna baraka ambazo Mungu ametubariki na kuna vitu ambavyo Mungu ametupa, lakini hivyo vitu Mungu ameviweka ndani ya mtu, ndani ya nafsi ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndani ya Kristo si kitu nadharia, ila ndani ya Kristo ni mahali katika ulimwengu wa roho ambapo kila Mkristo anapasa kuingizwa anapokuwa amemwamini Kristo, ama anapokuwa anaamini, ama anapokuwa amezaliwa kwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwenye kitabu cha Korinto wa pili, waraka wa pili wa Korinto ile sura ya 5 pale inasema kwa habari ya kuzaliwa upya. Inasema hivi, kuna mstari wa 5, Korinto wa pili mstari wa 5, mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, sema ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya nani? Ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Na hapa anasema ya kwamba ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Angalia, anasema angalia. Behold, kwa Kiingereza anasema behold. Tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo maandiko anaposema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, yanamaanisha kwamba ikiwa kuna mtu amezaliwa na akaingizwa hapo mahali panaitwa ndani ya Kristo, huyo ni kiumbe kipya. Si kama wazamani waliokuwa wamemzoea. Inawezekana wakati ameokoka, kabla hajaokoka, alikuwa ni mtu anayejulikana kama ni uzao wa fulani, ni mtoto wa fulani, mtoto wa John, mtoto wa Manase, mtoto wa mzee fulani ambaye labda anajulikana mtaa fulani. Na inawezekana
inawezekana majambazi, inawezekana nafanya wizi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko yanasema ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Amen. Ndani ya Kristo maana yake ni kwamba umeingizwa kwenye nyumba inayoitwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Na ndani ya nyumba hiyo Mungu amesema kwamba ametubariki kwa vitu vyote. Hii inamaanisha kwamba ikiwa mtu atatoka ndani ya Kristo akitegemea kwamba atapokea baraka ama atapata vitu ambavyo Mungu anamwahidia, hatavipata vile vitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vitu vyote ambavyo vitu tunavihitaji kama Wakristo vimewekwa ndani ya nani? Ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Hii inamaanisha kwamba ikiwa utatoka ndani ya Kristo ama ikiwa utahitaji kitu chochote nje ya Kristo hautakipata. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni mfano wa Adamu alipokuwa ndani ya Edeni. Umenielewa? Adamu aliumbwa siku ya ngapi? Siku ya 6. Tunafahamu maandiko. Aliumbwa siku ya ngapi? Siku ya 6. Na wakati Adamu anaumbwa ndio alikuwa ni kazi ya mwisho. Yaani mwanadamu alipokuwa anaumbwa ndio ilikuwa ni kazi ya nini? Kazi ya mwisho. Maana Mungu alianza siku ya kwanza akaumba. Akaamuru iwe nini? Iwe nuru, si ndio? Akaendelea siku ya pili, akaendelea siku ya tatu, siku ya 4 akaumba vitu vya duniani. Akaumba mazingira. Maliza kila aina ya maandalizi. Alafu mwisho akamalizia kwa kuumba mtu siku ya 6. Alafu ile siku ya 7 hakuumba, ila alipumzika. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kwa Adamu anaamka ile siku yake ya kwanza. Siku ya nini? Siku yake ya kwanza anaamkia kwenye pumziko. Yaani anaamkia kila kitu kimeshafanya nini? Kimeshaumbwa na kimeshaandaliwa kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba Mungu alikuwa tayari amekwisha muandalia Adamu mahali pake pa kukaa. Aliandaa bustani yake mahali panaitwa Edeni, mashariki mwa eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Na ndani ya Edeni Mungu akamweka kila kitu kwa ajili ya Adamu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Hii inamaanisha kwamba Adamu alikuta kila kitu kimeshatengenezwa kwa ajili yake ndani ya nini? Ndani ya Edeni, ndani ya bustani. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kwa hiyo Adamu aliwekwa kwenye pumziko ndani ya nini? Ndani ya bustani. Ile siku yake ya kwanza anatokea hivi, anakuta tayari miti imeshaandaliwa kwa ajili yake. Tayari vitu vimeandaliwa kwa ajili yake. Maana maandiko yanasema kwamba ndani ya Edeni pia kulikuwa na mito mingapi? Mito 4, si ndio? Ya chemichemi. Na anasema kuna sehemu fulani ule mto wa Pishoni kulikuwa kuna dhahabu. Na maandiko yanasema kwamba na dhahabu ya eneo hilo ilikuwa ni dhahabu safi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu angalie maandiko hapo. Sije kuonekana kama vile naongea maneno yangu mwenyewe binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 kuanzia mstari wa 1, maandiko yanasema kwamba basi mbingu na nchi zikamalizika. Sema zikamalizika. Zikamalizika.
na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya. Kwa hiyo unaona kwamba Mungu alikuwa amemaliza kila kazi ya mbinguni ya kuumba na ya duniani ya kuumba, na siku ya saba kazi zote zilikuwa zimefanya nini? Zimemalizika. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3, Mungu akaibarikia siku ya saba akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipua bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka uelewe hapo katika muktadha wa kwanza ile sura ya kwanza mpaka sura ya pili. Katika sura ya kwanza ukisoma sura yote ya kwanza pale, kwanza mstari wa kwanza mpaka 31, utaona Mungu alikuwa anafanya kazi. Ilipoingia sura ya pili akasema kwamba amemaliza kazi zote, na alimaliza kazi zote siku ya ngapi? Siku ya saba. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akasema kwamba akaibariki ile siku na akastarehe. Ile siku ya ngapi? Siku ya saba. Lakini bado maandiko yanasema kwamba hakukuwa na mche ulioota, japokuwa kazi yote ilimalizika, lakini hakukuwa na mche uliokuwa unaonekana umeota, na wala hakukuwa na kitu ambacho kinaonekana na hakukuwa na mazingira ambayo yanaonekana, kwa sababu hakukuwa na mtu wa kuilima ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba vitu vyote unavyoviona vilifanywa kwa ajili ya mtu. Jua lilifanywa kwa ajili ya mtu. Mwezi ulifanywa kwa ajili ya Mungu. Hawezi kufanya jua kwa ajili yake, kwa sababu Mungu ni nuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anajimulikia nini sasa, kwa sababu yeye ni nuru? Mbinguni hatuhitaji kuwa na jua, kwa sababu Kristo maandiko kwenye Ufunuo anasemaje? Maandiko yanasema kwamba ule mji ule mji wa Yerusalemu mpya hauhitaji uwe na nini? Na jua. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo ndio nuru yake, kama unasoma kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo pia hata mbinguni Mungu ndiye nuru ya mbingu. Kwa hiyo malaika hawahitaji jua, kwa sababu Mungu ambaye ndio anakaa ndani yao pia ndio nuru. Kila mahali anapoenda wanaona kuna nuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukiona Mungu ameumba jua na mwezi, alifanya hivyo sio kwa ajili yake, ila alifanya vile kwa ajili ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akafanya miti kwa ajili ya mtu, akafanya milima kwa ajili ya mtu, akafanya dhahabu kwa ajili ya mtu, akaweka madini kwenye nchi kwa ajili ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko hapa yanaposema kwa kitabu cha Mwanzo ule mstari wa 4 yanasema kwamba hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni hajachipua bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima. Kwa nini hakukuwa na mboga ya kondeni bado na hakukuwa na mche bado? Ni kwa sababu hakukuwa na mtu wa kuilima nchi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tuna miti kwa sababu kuna mtu wa kuilima nchi. Bwana Yesu asifiwe. Tuna bustani kwa sababu tunapaswa kuilima. Tuna ardhi nzuri yenye rutuba kwa sababu tunapaswa kufanya nini? Kuifanyia kazi. Mahali popote pale ukiona mazingira hayajakaa vizuri, vitu havijapangiliwa vizuri, ni kwa sababu hakuna mtu
mfano, mtu asiyejua kusudi la yeye kuwepo, akikaa kwenye mazingira fulani anaweza akawa kama mnyama. Tofauti ya mtu na mnyama ni kwamba mtu akikaa kwenye mazingira fulani huwa anayapangilia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe hili neno. Neno linasema hivi, hakukuwa na mche bado na wala mboga kondeni bado hajachipua, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi. Alafu akamalizia kwa kusema hivi, sura 5 mstari wa 4, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kulima ardhi. Inamaanisha ya kwamba ardhi imewekwa chini ya mamlaka ya mtu. Amen. Na miche imewekwa kwa ajili ya mtu, ili kama mtu ndio aamua ya kwamba kwenye hii ardhi nipande miwa, kwenye hii ardhi nipande ngano, kwenye hii ardhi nipande. Kwa hiyo tunaona kuna mpangilio mzuri, ama kuna namna nzuri, kwa sababu kuna mtu anakaa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwa hakuna mpangilio mzuri, inamaanisha kwamba hakuna mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dunia hii unaiona leo, hatukuwa na majengo kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatukuwa na magorofa kama haya tulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatukuwa na mabarabara tulionayo ambayo tunayaona. Ila mabarabara yamekuwepo kwa sababu ya uwepo wa mtu. Nataka tuelewe hili neno, uwepo wa mtu au kusudi la mtu. Inamaanisha kwamba Mungu ameweka akili ndani ya mtu ya kupangilia mambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani yeye ndo aamue dunia yake iweje. Yaani yeye ndo aamue mambo yake yaweje. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapo mbele ya kwamba mstari wa 5, mstari wa 6, ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kama vumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki ya Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Umeona? Mara alipopanda bustani akamweka yule mtu. Umeelewa? Kwa hiyo cha kwanza baada ya kumfanya mtu, umeelewa? Yaani Mungu amefinyanga mtu namna hiyo. Kabla hajamwekea mahali pa kukaa, yaani kabla hajampulizia pumzi, umeelewa? Akatengeneza mahali ili kwamba akae ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hii inamaanisha kwamba hata wewe kabla haujatokea, kabla haujazaliwa, kulikuwa na mahali pa kwako duniani umeandaliwa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kulikuwa kuna miti imetengenezwa, kuna bustani imetengenezwa, kuna mahali imetengenezwa ili wewe ufiti hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Na ndani ya mahali hapo kuna kila provision. Yes. Kuna kila kitu unachohitaji kwa ajili ya maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Adamu hakuchukuliwa tu aanze kujitengenezea bustani yake mwenyewe. Alipozaliwa hakuanza kujitengenezea bustani yake mwenyewe. Ila alichukuliwa akawekwa kwenye bustani, alafu akaambiwa hivi, uilime.
Yaani na kuweka tayari kufanya shisha tengenezwa, lakini uilime. Ufanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Hii inadhihirisha kwamba kazi ni mapenzi ya nani? Ya Mungu. Tokea mwanzo. Yeah. Kazi sio laana. Ila kazi ni mapenzi ya nani? Kazi ilitolewa kabla Adamu hajafukuzwa. Umeelewa? Kabla ya nini? Kabla Adamu hajafanya nini? Hajafukuzwa Edeni, na kabla Adamu hajafanya dhambi, kazi ilikuwepo. Bwana asifiwe. Maana alipozaliwa tu, alipoumbwa tu, alipoweka tu kwenye tumbo, akapewa kazi. Maandiko yanasema kwamba mstari wa 8, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa pakuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka mto katika Edeni na kutiriria bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne, yani sehemu 4. Jina la kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna Bedora na vito Shohamu. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio unazunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la watatu ni Hedekeli, ndio unaopita mbele ya Shuru. Na mto wa 4 ni Frati. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka bustani ya Edeni ailime na fanini na kuitunza. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka nini kwenye hiyo bustani ya Edeni ailime na fanini na kuitunza. Kwa hiyo ni kazi, alimpa kazi. Amen. Kabla hata jamlani. Yes. Kabla hata jamlani. Kabla nchi hajalaniwa, mtu alipewa kazi. Na nikwambia ukweli ni kwamba hakupewa kazi ila kwenye sehemu yake iliyoandaliwa tangu mwanzo na Mungu, na hiyo sehemu hakuiandaa yeye. Hii inamaanisha kwamba hata wewe kuna kazi ambayo Mungu amekupa kwenye bustani yako, ambayo bustani hiyo haukuiandaa wewe, ila aliyeandaa ni Mungu tangu mwanzo. Amen. 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 Kuna mahali Mungu amekuandalia. Kuna mahali Mungu amekuandalia tangu mwanzo. I receive it. Kuna bustani ambayo Mungu amekuandalia tangu mwanzo. Na kama andiko linavyosema hapa, kwenye hiyo bustani kuna miche, kuna mito, kuna mto ambao unatiririka kwenye hiyo bustani, unamwagilia bustani yako, inaifanya bustani yako istawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye bustani yako kuna dhahabu. Yeah. Kuna vitu vya thamani. Yes. Ambavyo Mungu ameviandaa kwa ajili yako. Kwa hiyo kuna mahali pa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Haleluya. Amen. Kama tukiendelea mbele zaidi, kama ulikuwa ufahamu, maandiko hapa yanasema kwamba Mungu akamuumba, akamfinyanga mtu, akapuliza pumzi ya uhai ndani yake. Lakini kabla ya kusema hapo, alikuwa tayari amemuumba mtu. Kwenye sura ya kwanza ule mstari wa 26 akamuumba mwanamke na mwanaume. Sasa tofauti nini? Tofauti ya hapo ni kwamba mara ya kwanza kwenye zile siku alizokuwa anafanya kazi, Mungu alikuwa anaumba vitu vyote katika ulimwengu wa roho. Na kwa kuwa kila kitu kimekamilika, akastarehe siku ya 7. Hii inamaanisha ya kwamba kila kitu
Umeelewa? Yes. Wewe uliumbwa ile siku ya 6. Haukuumbwa ulipozaliwa. Umeelewa? Amen. Uliumbwa siku ya 6. Kabla Adamu hajadhihirishwa kuwa na mwili, uliumbwa siku ya 6. Kabla ile sura ya pili uliumbwa pale. Kabla ya sura ya pili pale uliumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Kabla Mungu hajastarehe alikuumba. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuumba, umeelewa? Alipokuumba akafinyanga na bustani yako siku ya 6. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Sisi ndio tunaelewa. Na sasa uumbaji wa namna hiyo ulikuwa ni uumbaji gani? Ulikuwa ni uumbaji wa vitu vyote katika roho. Vitu vyote katika nini? Katika roho. Inamaanisha kwamba mpaka mwisho wa dunia vitu vyote vitakavyofunguliwa, vitu vyote ambavyo vitaonekana kama ni vigeni, vilikuwa vimeshaumbwa kwenye zile siku ya kwanza mpaka siku ya 6. Hakuna kitu kipya isipokuwa kile ambacho Mungu alikiumba siku ya kwanza mpaka siku ya 6. Hivi vyote ambavyo vinafanyika sasa hivi ni udhihirisho. Wewe unadhihirishwa tu. Kwa mfano wewe ulipozaliwa umedhihirishwa katika wakati wako. Adamu alianza wa kwanza, akadhihirishwa wa kwanza kama baba wa wote ulimwili, akadhihirishwa wa kwanza. Lakini haikumaanisha kwamba Mungu aliishiwa watu wengine, alikuwa nao kule tayari nao. Wewe ulikuwa ndani ya Mungu tayari kabla Adamu anamuumba. Tayari alikuwa ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa akamwanza Adamu kama mtu wa kwanza kumdhihirisha, yaani kumfunua. Hakuwa anamuumba, ndio maana sema kama alipochukua ule udongo akapuliza, inaonyesha kwamba alichukua ile roho ya Adamu iliyokuwa ndani ya Mungu, akaipuliza kwenye udongo, akapuliza. Ile roho ikaingia ndani ya ule mwili. Ndio maana ule mwili ukawa hai. Ule mwili ulikuwa sio kitu, ni kasha, ni jumba. Ila Adamu mwenyewe halisi ni yule aliyepuliziwa mle ndani ya ule mwili na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo akadhihirika mtu wa kwanza, na ili kudhihirisha kwamba mapenzi ya Mungu ni yapi kwa kila mtu, Mungu akafunua ya kwamba mtu wa kwanza huwa anatakiwa awe na sehemu yake. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo akalifunua akimaanisha ya kwamba kila mtu ana sehemu yake. Kila mtu ana bustani yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Na kwenye hiyo bustani yeye kazi yake ni kuilima na kufanya nini? Na kuitunza. Imeshaandaliwa ni kuilima na kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mahali pangu pamekwisha andaliwa. Amekwisha andaliwa. Watu wangu wamekwisha andaliwa. Wamekwisha andaliwa. Fedha zangu zimekwisha andaliwa. Wamekwisha andaliwa. Vitu vyangu zimekwisha andaliwa. Wamekwisha andaliwa. Nyumba zangu zimekwisha andaliwa. Wamekwisha andaliwa. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kwa hiyo tunaona Adamu aliwekwa mahali. Adamu aliandaliwa mahali. Sasa kwa mfano huo, kwa sababu Adamu alipoteza nafasi yake. Kumbuka Adamu alikuwa amepewa Edeni. Alikuwa amekaa pale Edeni akifurahia ushirika na Mungu. Lakini Adamu kwa kumsikiliza nyoka, nyoka akadanganyika, akafanya nini? Akafanya dhambi. Yes. Akavunja ile amri ambayo Mungu amemwambia. Akalila lile tunda la ujuzi wa mema na mabaya ambao Mungu alifanya nini? Alimkataza.
Yes. Na mara akaondolewa kwenye nafasi yake. Sema akaondolewa kwenye nafasi yake. Akaondolewa kwenye nafasi yake. Umeelewa? Ni kitu gani kilichofanya Adamu aondolewe kwenye nafasi yake? Ni dhambi. Aondolewa kwenye nini? Akaondolewa kwenye bustani yake, mahali ambapo kila kitu kimeandaliwa kwa ajili yake. Kama nilivyokuambia kwamba Adamu alipozaliwa, alipotengenezwa, ile siku ya kwanza anaingia tu, aliingia kwenye starehe. Starehe maana yake nini? Hakuhitaji kutafuta vitu. Okay. Kwa mara ya kwanza, kwa sababu kila kitu kimefanya nini? Kimekwisha andaliwa. Kwa mfano unaenda kwenye sherehe. Unaenda kwenye sherehe, umeshalipia kila kitu. Umepewa tu kadi ya mwaliko. Unapoenda pale unaenda kupika. Unaenda kula, si ndio? Ndio. Kwa hiyo unapoenda pale unaenda kufanya nini? Unaenda kwenye starehe. Umeingizwa kwenye raha ya sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyokuwa kwa Adamu. Alipoingizwa kwenye Edeni, hakuingizwa pale ili ateseke. Ili atafute chakula chake. Ila aliingizwa kwenye starehe ya Mungu. Yes. Alikuwa anapewa kufanya kazi, lakini ile kazi, nikwambie kitu. Kuna mtu sasa anaelewa. Nikwambie kitu. Neno kula kwa jasho na kuzaa kwa uchungu halikuwepo ndani ya Edeni, ila alipofukuzwa. Yes. That is. Inamaanisha kwamba kabla hajafukuzwa alikuwa hali kwa jasho. Alikuwa hazaipa. Umeelewa? Neno kula kwa jasho na kuzaa kwa uchungu lilikuja baada ya Adamu kufanya dhambi, akafukuzwa kwenye mahali pake kuandaliwa kwenye sherehe yake pale, kwenye mwaliko ule. Akafukuzwa mahali pake. Akatolewa nje ya Edeni. Na alipotolewa nje ya Edeni, Mungu akasema hivi. Kwa hiyo alipokuwa anafanya kazi kwa mara ya kwanza Edeni, alikuwa anafanya kazi kwenye pumziko, kwenye raha ya kwake, anafurahia kwenye uwepo wa Mungu. Yesu asifiwe. Amen, amen. Mtu anasema, unajua maisha ni kupambana. Maisha ni mpaka utoke na jasho. Nikwambie ukweli. Kula kwa jasho halikuwa kusudi la Mungu tangu mwanzo, imetokana na laana. Amen. Imetokana na Adamu kufukuzwa nje ya wapi? Ya nafasi yake aliyoitiwa. Amen. Umeelewa? Amen. Hii inamaanisha kwamba mtu akianza kuishi maisha ya haki, akianza kuishi maisha ya kupendeza Mungu, maisha matakatifu, ile laana ni inaondolewa. That is the meaning. Yes. Umeelewa? Amen. Bado umeelewa? Amen. Yaani namaanisha kwamba namaanisha hivi kama hujaelewa, narudia tena. Amen. Bwana asifiwe. Kama mtu ukianza kuishi maisha ya haki, Yes, ile laana inavunjwa ya kula kwa jasho na kuzaa kwa uchungu, unarudishwa kwenye nini? Kwenye Edeni yako, ambao ni mahali pako ambapo Mungu amefanya nini? Amekuandalia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije ukasema kwamba maisha ndivyo yalivyo. Sio kweli. Sio kweli. Mungu hakuyaumba maisha yawe magumu tangu asili. Ila Mungu aliyaumba maisha ili mwanadamu afurahie na mwanadamu astarehe. Maana anasema kwamba mimi Mungu sipendi kumtesa mwanadamu. Come on. Bwana Yesu. yes. Anasema hivi, najua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya nini? Ni mawazo ya amani. Sasa kama Mungu ana mawazo ya amani juu yako, anakupa wewe ni kazi ili ukutese? No. Anakupa wewe ni kazi ili akumalize, ili akufanye wewe na uchungu? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mtu anaelewa? Amen. Kazi ya kula kwa jasho ni kwa sababu ya nini? Ni kwa
Na hiyo ndio sababu tunasema leo ndani ya Kristo. Natamani mtu aelewe. Ndani ya Kristo nimesema hivi ni mahali. Uelewe ni nini? Ni mahali. Ni mahali. Na ni mahali gani? Ni mahali ambapo Mkristo akiamini anasamehewa makosa yake, anaingizwa tena kama vile Adamu alitoka kwenye Edeni, anaingizwa tena kwenye Edeni inayoitwa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye hiyo Edeni ya pili ambayo ni ndani ya Kristo, maandiko yanasema kwamba ametubariki kwa baraka zote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. 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 Yo. Karamanda la mashataya. Nera anta la maasuri ataya. Neli ane le maasia anda la masu. Le ane le asia ataya amani. Le atoli amasi ya ramanda rapa asiri ataya. Na maanisha hivi. Na maanisha hivi. Kuna mahali ambapo tena Mungu ameandaa raha yako nyingine. Mara ya kwanza ulikuwa umekosea, ukafukuzwa ndani ya Edeni, ukaambiwa toka Edeni. Mungu akaweka ulinzi, akaweka kerubi kakapa, akufukuza. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi. Hata sivyo? Yes. Lakini sasa wakati huu umekuwa ndani ya Kristo, umekuwa ni kiumbe kipya ambacho hakina dhambi tena, ya kale yamepita, tazama imekuwa nini? Mapya. Hii inaonyesha ya kwamba Mungu tena ameandaa tena mahali hapo ameweka kila aina ya provision. Yaani maana yake ni kwamba kila aina ya baraka. Ndio maana nimesema katika kitabu cha Efeso sura ya 1:3. Kila aina nini? Ya baraka. Nataka uelewe. Baraka hazipo nje. Ziko ndani ya mahali. Umeelewa? Amen, amen. Yaani baraka za kwa Mkristo haziko nje. Yaani baraka zako zitakuwa ukae mahali. Kama vile Adamu hakuwa na baraka nje ya Edeni yake. Alipotolewa nje ya Edeni alilaaniwa. Kwa hiyo mambo yake yote yaliyoandaliwa kwa ajili yake yalikuwa ndani ya Edeni. Hivyo na wewe pia sasa kupo mahali. Kupo wapi? Mahali. Yes. Sio kila mahali. Sio kila mahali. Sio kila nyumba. Sio kila sehemu. Ila kuna sehemu inaitwa ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Na ndani ya Kristo hapo ndipo kuna kila aina ya baraka, kila aina ya neema, kila aina ya uzima, kila aina ya afya, kila aina ya utajiri. Karamane rema ashata. Nelia ane rema ashote. Nelia aso roposaya andaya. Nelia asoni kelia amande repasia ate. Repa asoni kalia ande repasokia anda. Lema ande repasia ata. Hebu sema neno kwa kidogo. Rama ande rama sokataya. Rapatoria kata rama sokia tataya. Bado naingia hapo ndani ya Kristo. Rapatoria manda rama sokia ataya. Limande repa sokataya anderia papapaya. Katika jina la Yesu. Amen. Endelee. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Unasema maisha ni magumu. Unasema kama Bwana mimi mambo mazito. Kila linalolifanya linawekewa uzito. Unajua kwa nini linawekewa uzito? Unajua kwa nini linawekewa uzito?
haujaelewa nini maana ya laana. Mwanzo sura 3. Mwanzo sura 3 mstari wa 11. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema hivi, huyo aliyekuwa kwanza mstari wa 10. Kuanzia mstari wa 9 samani, mstari wa 9. Bwana Mungu akamwita Adamu. Akamwambia, uko wapi? Yaani hapo Adamu baada ya kula tunda la nini? La ujuzi wa mema na mabaya. Akamwambia, Adamu uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa ya kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Nikaogopa kwa mimi ni uchi, nikajificha. Naomba unote neno uchi, nikajificha. Yaani ni mtupu, nikajificha. Mstari unaofuata, mstari wa ngapi? Mstari wa 10. Mstari wa 10 na mstari wa 11. Akasema, ni nani aliyekwambia ya kwamba uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, akasingizia hapo, akasema hivi, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Akamtupia mpira nani? Mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Ushakuonaga wanandoa wanarushana mpira, badala ya kusema kama achukue wajibu kama kichwa cha familia, mke ndani nishawishi. Bwana Mungu akamwambia nyoka. Na niko msala ngapi? Msala 13. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hii uliyofanya? Mwanamke akasema, nyoka alimdanganya nikala. Bwana Mungu akaanza kutoa sababu. Yaani baada ya kusikiliza wote akaanza nini? Kwa sababu hakuwa na haja ya kumsikiliza nyoka. Alimsikiliza Adamu, akamsikiliza mwanamke. Nyoka hana haja kumsikiliza kwa sababu nyoka ni muovu. Umeelewa? Ndio. Tangu mwanzo ni baba wa uongo, si ndio? Mnafahamu shetani. Si ndio? Kwa hiyo alikuwa hana haja kumsikiliza. Bwana Mungu atatoa sababu sasa. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo lako utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Hiyo ni laana hiyo. Unaelewa? Ndio. 15. Nami nitaweka uadui kati yako huyo na mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Umeelewana? Ndio. Hapa anaongea na shetani na mwanamke. Akamwambia mwanamke, asabu mwanamke kapewa sasa. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye atakufanya nini? Atakutawala. Hiyo ni adhabu. Ni adhabu. Sio nini? Sio mapenzi yake tokea mwanzo. Ni adhabu. Umeelewa? Amen. Mstari 17. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mkeo, ukala matunda ambayo nalikuagiza nikasema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni, na jasho la uso wako utakula chakula, hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe,
na mavumbini. Kitabu cha Efeso sura ya 2. Kitabu cha Efeso sura ya 2 na ule mstari wa 10. Oh my God, oh my Lord. Karamandele maashata. Yali ya antere maashuri ya anda. Mstari wa 10. Maandiko yanasemaje? Kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 10. Maandiko yanasema kwamba maana tu nini? Sema maana tu kazi yake. Tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tunende nayo. Kwa kumbe hata matendo yako, mawazo yako tayari Mungu aliyaumba katika Kristo Yesu. Anaposema katika Kristo Yesu anamaanisha ni kwamba ni ndani ya Kristo. Ni ndani ya ile bustani. Yaani ndani ya ile bustani mpya ambayo ni Kristo Yesu, ameyaumba matendo mema ndani yake. Ili ya kwamba ukiingia humo uanze kuyaishi hayo matendo mema ambayo Mungu tayari aliyaumba tokea awali. Yes, come on. Yesu asifiwe. Power of man. Nakuuliza swali, umeingia? Yes. Na mimi nakuuliza swali sasa wewe, je, umeingia huko kwa Kristo Yesu? Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Waebrania, hebu tusome kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania. Waebrania. Kala mami aliyopasia hatari ya makete. Sura ya 4. Anza mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi: basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia, sema kuingia, katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama na hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Maana sisi tulioamini, sema sisi tulioamini, tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeelewa? Amen. Kwa hiyo kumbe kuna ahadi ya kuingia kwenye raha yake. Na anaposema kama kuingia, unaweza kusema kwa na mtu kama uingie kama hakuna mahali pa kuingia? No. Bwana asifiwe. Amen. Hapa ametumia neno rahisi, akasema kwamba kuingia kwenye raha yake. Kwa mfano ule kama vile Adamu alipoingizwa kwenye bustani akaanza kufurahia maisha, na alipotolewa kwenye bustani akaanza kupata tabu na kula kwa jasho, kwa huzuni, mashida yote, miiba, michongoma na mabaya mengine yote yalipatikana nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kwa leo hii Mungu anasema kwamba ingali iko, yaani bado ipo ahadi ya kuingia kwenye mahali ambapo Mungu ametubariki kwa baraka zote. Mahali ambapo Mungu ameyaumba matendo yetu tangu asili ndani ya Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema hivi, tuwe waangalifu tusije tukaanguka ama tukashindwa kuingia kama na hao ambao hawakuamini mara kwanza. Ni watu gani anaoongelea hapo? Angalia maandiko. Anaposema watu gani anaongelea? Mstari wa 6. Mstari wa 4. Kwa maana amenena siku ya 7 mahali fulani hivi. Umeona? Siku ya nini? Ya 7.
mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya saba, akaziacha kazi zake zote, na hapa napo hawataingia rahani mwangu. Unaona Mungu anaposema? Ndio. Kwa hiyo aliposema kama alistarehe siku ya saba, akaacha kazi zake zote, inamaanisha kwamba kumbe aliandaa sehemu ya raha ambayo hafanyi mtu kazi, ila anaingia mle ndani, anafurahia ambacho Mungu tayari amekiandaa. Kama nilivyosema mara kwanza, unapokuwa na sherehe unakuja kupika, ukasema na kwamba hauji kupika ila unakuja kula ambazo zimefanya nini? Kimeandaliwa. Ndivyo ilivyokuwa tangu mwanzo. Mungu alipostarehe, Adamu alipozaliwa siku ya sita, akaingia siku ya kwanza, siku ya saba aliingia kwenye starehe. Aliingia mahali pa starehe pa Mungu, lakini akafukuzwa. Si ndio? Amen. Yes. Sasa mahali hapa tena Mungu anakumbushia, anasema hivi, anakumbushia. Unaona maandiko yanasema anakumbushia, anasema hivi, maana ameinena siku ya saba mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya saba, akaziacha kazi zake zote, na hapa napo hawataingia rahani mwangu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari zile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Anasema hivi, narudia tena. Amen. Mstari wa 6. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, kwamba wako watu watakaoingia, wako watu wanaopata kuingia humo, na wale waliohubiriwa za habari ile zamani, yes, walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi. Zamani kuna watu walihubiriwa hizi habari, wakaambiwa kwamba ingieni kwenye raha ya Mungu, ingieni kwenye nafasi ya Mungu, wakakosa kuingia kwa sababu ya nini? Ya kuasi kwao. Shalamanda la masakata. Mstari wa 7. Kwa sababu waliasi kwa, yani walialikwa kuingia lakini hawakuweza kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Mungu anasema hivi, mstari wa 7, aweka tena siku fulani. Yes. Aweka tena siku fulani. Yaani Mungu tena ameweka tena siku fulani. Akisema katika Daudi, baada ya muda mwingi namna hii, anasema hivi, leo kama ilivyonenwa tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti hii. Maana sema kama ameweka siku fulani, na hiyo siku akasema hivi ni leo. Sema leo. Leo. Sio siku ya siku ya Jumamosi, wala sio siku ya Jumapili, wala sio siku ya Jumatatu, wala sio siku ya Jumanne, ila amesema hivi ni leo. I wish ungeelewa kile ambacho Mungu anasema hapo. Hajasema ni siku ya Jumamosi. Amesema hivi ameandaa siku fulani ya raha. Na hiyo siku anasema hivi leo, sema leo. Leo. Leo kama mtasikia sauti yake, msifanye mikono yenu, yani maanisha kwamba msiasi kama wale walioasi kwa kufanya mikono yao walipoalikwa. Yes. That is. Kuna mtu anaelewa hapo? Yeah. Kuna mtu anaelewa hapo? Ndio. Kwa hiyo sio kesho. Mwaliko huu sio wa kesho, ni wa leo. Kama ukisikia sauti yake, iamini leo. Kama ukisikia sauti zake, ziamini leo. Mala andele maasia anga.
Sere amani asaya amani lemo sakai. Mstari wa 8. Mstari wa 8. Mstari wa 8. Amen. Maana kama Yoshua angeliwapa raha, sema kama Joshua angeliwapa raha. Sasa hapa ndio tunapata picha ni watu gani ambao Mungu aliwasema ya kwamba walialikwa kuingia kwenye raha yake lakini wakaasi. Ni watu ambao Yoshua aliwaongoza. Ndio maana anasema hapo kama maana kama Joshua angeliwapa raha. Inamaanisha kumbe Joshua ilikuwa ni kusudi la Mungu kwamba awaingize kwenye raha, awaingize kwenye pumziko. Kwa hiyo kumbe hawa watu wanaozungumziwa hapa ni taifa la Israeli ambao walikuwa napasa waingie kwenye nchi ya ahadi. Nchi ya nini? Ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Na kusudi la Mungu ni kwamba wakiingia kwenye hiyo nchi wapate raha. Waingie kwenye nini? Kwenye pumziko, kwenye raha. Lakini hapa Joshua anasema, kwamba maana kama Yoshua angeliwapa raha, isingelinenwa siku nyingine baadaye, basi imesalia raha ya Sabato, yani raha ya siku ya saba ambayo Mungu alipumzika, raha ya Sabato kwa watu wa Mungu, kwa maana yeye aliyeingia katika nini? Katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake. Bwana, unanielewa? Amen. I wish you understand what I'm talking about. Yes. Bwana Yesu asifiwe. We are together. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Maandiko yanasema kwamba sikia nikwambie, hajasema kama hajaacha kufanya kazi. Hajasema kama hajaacha kufanya nini? Kama ataacha kufanya kazi. Ila anasema hivi, atastarehe kwenye nini? Kwenye raha yake. Kama anasema andiko watumishi. Yaani anafanya kazi, anaendelea kufanya kazi, lakini anastarehe kwenye kazi. Yaani yeye aliyeingizwa kwenye hii raha, kwenye hii pumziko, atastarehe, amestarehe mwenyewe katika kazi yake. Yaani anafanya kazi lakini amestarehe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi yake. Yes, that is. Kuna mtu ananielewa? Unafanya kazi gani? Unahubiri. Umestarehe kwenye kazi yako? Unafanya kazi gani? Come on. Unafanya biashara? Unahubiri. Unafanya kazi gani kwenye kazi? Umestarehe kwenye kazi yako? Unafanya kazi gani? Nimeajiriwa. Unastarehe, yani unapata raha ya Kristo. Unapata pumziko la Kristo au unakula majasho? Hiyo ndio maana yake. That is the question you should answer. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa haujaingia humo kwa sababu ya uasi, basi utaendelea kula kwa jasho na kuzaa kwa chungu. Utaendelea, wanasemaga watu, kupambana. Utaendelea kupambana. Yes. Hauishi, unapambana? Napambana. Hauishi maisha, hilo nadhani ni unapambana maisha. Bwana Yesu asifiwe. Maende Elia asaya. I wish uelewe hiki ambacho nakisema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali
na mahali hapo ni ndani ya Kristo. Na mahali hapo ndipo ambapo Mungu anasema hivi, leo sio kesho. Leo ikiwa mtaisikia sauti yake. Leo ikiwa mtasikia sauti yake. Leo ikiwa mtasikia sauti yake. Msifanye migumu mioyo yenu kwa kutoamini zile habari ambazo mnaambiwa, ambazo mnahubiriwa, kama vile wale watu ambao hawakumwamini Musa, hawakumwamini Yoshua alipowaambia ya kwamba ipo nchi ya ahadi, ipo nchi ambayo Mungu ameandaa, ina maziwa, ina asali, ina vitu vizuri. Mungu ameandaa kwa ajili yako. Come on. Shere mandala masaka. Zakari. Shere mandele masia. Reka shandara pasaka. Anaposema ya kwamba aya ateli amale etai. Tena kitabu cha Zaburi 81. Na mwingine hajaelewa bado. Zaburi 81. After rudi baadaye kwenye kitabu cha Ibrania. Tuko sawa? Amen. Tumsha Mungu, tuko sawa? Amen. Yes. Tuko sawa? Yes. Amen. Lema anda la maashaya. Na ya ande le maashia ata. Zakara pasaka. Hebu angalia kitabu cha Zaburi 81. Zakara pasaka. Nitaanzia mstari wa kwanza, lakini lengo langu ni mstari wa 6. Okay. Angalia Mungu anaposema. Yaani huu ni wimbo ambao walikuwa wanaimba kama Zaburi. Wanaimba kwa roho. Kwa hiyo roho wa Mungu alikuwa ndani yao. Anasema hivi. Mstari wa kwanza, 81 mstari wa kwanza, Zaburi. Mwimbieni Mungu nguvu zetu. Nyimbo za nini? Za furaha. Mshangilieni Mungu wa nani? Wa Yakobo. Pazeni zaburi, pigeni matawi. Kinubi chenye sauti nzuri. Na nini? Kinanda. Kinanda. Kuna watu wanasemaga zamani mavinanda, kinanda kilikuwepo watumishi. Zamani hapo enza Daudi. Mstari wa 3. Pigeni panda. Yes. Mwandamo wa mwezi. Wakati wa mbalamwezi, sikukuu yetu. Mstari wa 4. Kwa maana ni sheria kwa nini? Kwa Israeli. Na ni hukumu kwa Mungu wa Yakobo. Yaani ni amri kwa Israeli. Mfanye namna hiyo. Si ndio? Na hukumu kwa Mungu wa Yakobo. Mstari wa 5. Aliamuru iwe ushuhuda katika Yusufu. Alifanya nini? Aliamuru iwe ushuhuda katika nani? Katika Yusufu. Alipoondoka juu ya nani? Juu ya Misri. Yaani Yusufu alipokuwa anatoka wapi? Yaani taifa la Israeli alipokuwa anatoka nchi ya Misri. Maneno yale maneno yake nisiye mjua na aliyasikia. Umeelewa? Yes. Huyo anayeongelea hapo kama maneno yake nisiye mjua na aliyasikia, anaongelea Mungu sasa. Na Mungu akasema hivi mstari wa 6. Nimelitenga bega lake na mzigo. Na natamani uelewe kila ambacho Mungu alikusudia. Amen. Ili uwe kama mfano kwangu mimi na wewe. Amen. Ambao sasa hivi ahadi hii imetujia. Ya kwamba kuna mahali ambapo Mungu ametuandalia. Ni kwenye hiyo nchi iliyojawa na maziwa na nini? Na asali. Na sasa taifa la Israeli lilikuwa kama mfano. Kama nini? Mfano. Kama kivuli ama mfano. Naposema mfano maanisha ni kwamba mfano sio uhalisia, si ndio? Ndio. Lakini uhalisia Mungu amekuja kuonyesha kupitia Kristo. Kupitia nini? Kristo. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba kwenye nyumba ya Mungu kuna watu wawili wanaojenga. Kwenye kitabu cha Ibrania ile sura ya 3 na ule mstari wa 3 mpaka wa 5 inaeleza ya kwamba wapo wajenzi kwenye nyumba ya Mungu wa aina mbili. Mjenzi wa kwanza akasema ya kwamba
ni mtumwa wa nyumba ama mtumishi wa nyumba, ambaye mjenzi huyo wa kwanza alitajwa na maandiko kuwa alikuwa ni Musa. Kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 3 na mstari wa 3 mpaka wa 5, maandiko yanasema ya kwamba kwa maana huyo amehesabiwa, yani huyo anayezungumzwa hapo ni Yesu Kristo, amehesabiwa kuwa amestahili utukufu zaidi kuliko Musa, kama vile yeye atengenezaye nyumba alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu. Sema kila nyumba imetengenezwa na nani? Imetengenezwa na mtu. Na hapa anaposema kama kila nyumba imetengenezwa na mtu, anamaanisha maagano mawili. Yaani agano la kale ni nyumba imetengenezwa na nani? Na mtu. Na agano jipya ni nyumba imetengenezwa na nani? Na mtu. Na ndio maana akamtaja Musa kama na yeye pia alikuwa ni mmoja wapo ya mjenzi wa nyumba ya agano la kale, ambayo ilikuwa ni kivuli, sio uhalisia, ila ni kivuli au mfano wa kitu halisi ambacho kitafunuliwa atakapokuja yeye ambaye ni uhalisia, ambaye ni Kristo Yesu. Mstari wa 4, maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu. Na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi. Kama nani? Mtumishi. Kama mtumwa ama mtumishi wa nyumba ya nani? Ya Mungu. Ala ushuhuda wa mambo yatakayonena baadaye. Bali Kristo kama mwana, sema Kristo kama mwana. Kristo kama mwana. Juu ya nyumba ya Mungu, ambayo nyumba yake ni sisi. Sema mimi ni nyumba ya Mungu. Umeona tofauti? Ndio. Kwa hiyo Musa alipokuwa anawapeleka watu kwenye nchi ya ahadi, ilikuwa ni mfano wa sisi kuingia kwenye nchi yetu ama kwenye raha yetu ama kwenye bustani yetu, ambaye nani? Ni Kristo. Lakini wakati wa Musa hawakuweza kuifikia ile raha ya Mungu, kwa sababu Musa alipowaambia zile habari hawakumwamini, walimuasi. Amen. Yes. Come on. Lakini sisi, ahadi hii inasimama hata leo. Ikiwa kuna mtu ataamini leo, Mungu atamuingiza kwenye raha. Yani atamuingiza ndani ya nani? Turudi sasa tumalizie kwenye kitabu cha Ibrania. Ndio namalizia sasa. Kitabu cha Ibrania pale tulikuwa tunasoma la kwanza ile sura ya 4. Ibrania tulikuwa tunasoma la kwanza ile sura ya 4. Ibrania sura ya 4. Tunafikia mstari gani? Tunafikia mstari gani? Ibrania ile sura ya 4. Tulikuwa tumefika mstari gani? Kama mstari wa 11. Tulikuwa tunafika mstari wa 10, si ndio? Ambapo tunasema kwamba kwa maana yeye aliingia katika raha yake, amestarehe mwenyewe katika kazi yake. Katika kazi yake. Kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi yake. Mstari wa 11 anasema hivi: basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Umeelewa? Ndio. Anasema hivi, natamani uelewe. Anasema hivi, yani kwa mfano huo ambao walioasi wale wana wa Israeli, Musa alipowaletea habari ya kwamba wanapaswa kuilisi nchi ya ahadi, nchi za maziwa na asali, wakamuasi. Anasema kama na sisi leo hii ingali ahadi ipo, na tufanye bidii kuingia, ili ya kwamba tusianguke. Amen. Kwa mfano huo wa kuasi kwao. Amen. Yani mfano huo wa kutokuamini kwao. Mandala maasete. Na anasema hivi, maana neno la Mungu li hai. Mnafahamu neno? Yani anamaanisha kwamba hili neno ambalo tunahubiria li hai, linakuangalia, linakujua mawazo yako, linajua unayonia. Kama hauamini linakujua kama hauamini. Yes. Kwa hiyo hii ahadi inakuangalia. Tunapokuhubiria hizi habari kwamba unataka kuingia kwenye raha yake, usizani unaweza kudanganya neno la Mungu. Maana neno la Mungu li hai.
Kwa hiyo linapokujia, kama hauliamini linakujua, maana liko hai. Linajua mawazo yako. Unaweza kuniambia ni pastor, ukasema kama apostle, mimi naamini, lakini neno la Mungu lingali hai. Linakujua ya kama unaamini ama hauamini. Kama unaamini, linakuingiza kwenye nini? Kwenye raha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ramaanda la maashata. Mstari wa 13. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele ya neno, mbele zake, lakini vitu vyote ni utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye. Mstari wa 14. Basi iwapo inaendelea na kuendelea, lakini kitu hasa ambacho nakisemea hapa ni kwamba ipo ahadi ya nini? Ya kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ahadi hiyo ya kuingia rahani mwake tunaingia kwa nini? Kwa kumwamini huyu Kristo. Naomba nitaendelea wiki ijayo hii semina. Amen. Maana ni mambo mengi sana. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na muda ni mchache. Amen. Si nikakulisha vitu vingi ukashinda kuipokea vyote kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Tunatofautiana uwezo kupokea vitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu vingi ambavyo Wakristo hawajaingia kwa sababu hawajaamini. Amen. Umeelewa? Kumbuka ni mahali unaingizwa. Ukimwona mtu hapungukiwi na fedha, jua kuna mahali amefanya nini? Ameingizwa. Sio bahati. Na sio bidii. Kuna watu wana bidii lakini hawajafanikiwa kifedha. Sio akili nyingi. Kuna maprofesa wana PhD lakini hawana hela. Hawana maisha. Na sio kama tu hawana maisha. Ila pia wamepigwa. Wamepigwa. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kuna mtu hajasoma, kuna mtu hana akili, alikuwa anapata CF darasani, lakini kulipanga maisha nayo. Kwa hiyo si jambo la apigae mbio. Umeelewa? Yes. Come on. Si jambo apigae mbio. Wala si jambo la mtu mwenye akili, ila ni jambo la mtu aliyeingia ama aliyeingizwa mahali pa mpumziko la Mungu. Yes. Soma juu. Amen. Bele enda la maashata. Lema anda lio makende. Ina mkono juu. Tenda kuomba. Hata kila mmoja sasa aende kuomba. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Efeso somo la kwanza ile sura ya pili na ule mstari wa 10 ya kwamba maana sisi tu kazi yake tumeumbwa ndani ya nani? Ndani ya Kristo tuyaishi na tuyatende matendo mema. Efeso sura ya kwanza mstari wa 3 inasema kwamba ndani ya Kristo ametubariki kwa baraka zote. Na pia kwenye kitabu kuna kingine cha Wakorinto wa pili, waraka wa pili wa Korinto sura ya 5 mstari wa 17, ikiwa mtu amekuwa ama ameingia ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale madeni yamepita, umaskini umepita. Kama ulikuwa kwenye maisha magumu, maisha ya mabaya, maisha ya uovu, yamepita. Tazama, yamekuwa mapya. Hii inamaanisha kwamba unapokuwa ndani ya Kristo, na ndio maana pia inatusaidia pia hata kwenye upande wa kuomba. Unapoenda kuomba mbele za Mungu, hauendi kama wewe, ila unapoenda unakuwa uko ndani ya Kristo, na Mungu anakusikiliza kwa sababu uko ndani ya Kristo. Nje ya Kristo hakusikilizi. Na ndio maana tunasema katika jina la Yesu Baba tunaomba. Inamaanisha kwamba tunaomba
Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimeingia ndani ya Kristo. Nimeingia ndani ya Kristo. Nimeingia ndani ya Kristo. Nimeingia ndani ya Kristo. Nimeingia kwenye raha yake. Nimeingia kwenye raha yake. Nimeingizwa kwenye pumziko lake. Nimeingizwa kwenye pumziko lake. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mahali pa utajiri. Mahali pa utajiri. Mahali pa amani. Mahali pa amani. Mahali pa pumziko. Mahali pa pumziko. Mahali pa raha. Mahali ambako kila kitu changu kimeandaliwa. Changu kimeandaliwa kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Ninaishi ndani ya Kristo. Baba, ninaamini. Baba, ninaamini. Nami ninakiri ya kwamba niko ndani ya Kristo. Mimi ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Tazama, yamekuwa mapya. Ninaishi ndani yake. Ninaenenda na kuwa na uhai wangu. Na kuwa na uhai wangu ndani ya Kristo Yesu. Ninaenenda na kuwa na uhai wangu. Hebu anza kuomba sasa. Manda roma shakaya. Yande roma shakiando. Lema ande roma shakiakaya. Rapakari ya makando. Lima ande roma shakianda. Ipatari ya makari ya mando. Ramanda roma shokataya. Rapakari ya mando. Iatoromo shakiando. Iatoromo shakiakaya. Endarama shokia. Iatoromo shakatataya. Iandoromo shokoto. Iatoromo shandalia. Iandoromo shaliamando. Lapatora mashando. Iatoromo shando. Ramanda rama shakiando. Iatoromo shakiataya. Katika jina la Yesu Kristo leha. Lemanda rama shakia. Rapatari omanda rama shako. Lepatari omanda rama shaka. Katika jina la Yesu Kristo leha. Lemanda rama shakia. Rapatari omanda rama shaka. Lemanda leopataya. Ramanda rama shakiana. Katika mipango yangu, katika jina la Yesu Kristo leha. Endelea kumsifu. Endelea kumsifu. Endelea mashakiano. Endelea mashakiata. Endelea mashakayano. Endelea kumsifu Bwana tu. Endelea kumsifu Bwana tu. Endelea kumsifu Bwana tu. Limatari ya mandala mashakaya. Imandere mashakiano. Lakotara mashetetete. Imatari ya makendere mashakio. Lekotara mashakio. Imandara mashakio. Imandere mashakiano. Endere mashakayano. Imandara mashakataya. Ikotoro mashakataya. Imandari ya makakoro mashakataya. Kwa Bwana ninaishi. Ninaenenda na mkono hai wangu. Kwa Bwana Yesu. Ninafurahia. Ndio makali ya makando. Yandaroma shokataya. Yandaroma shokiata. Lepatari ya makando. Ramakoro mashakaya. Yandaroma shokataya. Yandaroma shokiata. Yandaroma siakataya. Yandaroma Yandaroma shokataya. Iatoromo shandaya. Iatoromo sokataya. Iatoromo shokiano. Iatoromo sokataya. Niko ndani ya Kristo. Niko ndani ya Kristo. Niko ndani ya mashamba ya Allah. Sakayano. Iatoromo sakaya. Iatoromo siapapa. Iatoromo shandaya. Iatoromo. Sende. Ninakushukuru Bwana kwa somo la lisho. Saya mama. Iatoromo soko. Iatoromo. Iatoromo soko. Iatoromo soko. Iatoromo soko. Baba, leo nimejua. Ninakushukuru kwa kuwa nimejua. Ninatambua Bwana kwamba nipo katika Edeni yako. Nipo ndani yako Kristo. Nipo katika
kutuingiza kwenye raha. Baba, tazama siku ya leo Baba, Jumapili yenye uwezo na amani. Baba, neno lako ni uzima, limetutia ndani yetu, umetuwezesha kutuingiza kwenye raha ya uzima wa milele. Ewe Kristo ni raha, ewe Kristo ni bustani ya Edeni, ewe Kristo ni neema na utukufu. Asante kwa amani na utukufu, asante kwa raha ya leo ambayo Bwana umetutambulisha, kwamba ulitufinyanga, kwamba ulitutengeneza, kwamba ulituwezesha, kwamba ulituweka tukawa amani na uhuru na ngora pashandara papa. Rikora para pashandara papa rape. Rikora para pasa papa papa. Rikora pare papa papa papa. Katika jina la Yesu. Baba yero baba baba. Umemtumia mtumishi wako kama chombo chako. Baba ametufundisha habari za raha, ametufundisha habari za Kristo, ametufundisha habari za Edeni, ametufundisha habari za neema, ametufundisha habari za kuishi kwenye bustani yako, kwenye raha na amani yako. Asante kwa kumtumia mtumishi wako Baba kama chombo chako, Baba kama uwezo wako, Baba kama nguzo yako, Baba kama amani yako. Umemwandaa kama chombo chako, umemwandaa kama nguvu yako, umemwandaa kama neema yako, umeachilia neema ndani yake. Baba, asante kwa neema yake, neema yako ambayo umeiweka ndani yake ya kutuhudumia sisi watu wako. Baba, leo tunajifunza habari za kuwa ndani ya Kristo. Neema yako Bwana uliyoiweka ndani yake, neema yako Jehova tumeiona Bwana, tumeona nguvu yako, tumeona uwepo wako, tumeona neema na utukufu wako, tumeona wingu lako likitenda kazi Bwana ndani yake. Jemedari wa vita, endelea kuachilia nguvu ya ajabu, endelea kumtumia kama chombo chako, endelea kumwezesha siku zote. Mupe uwezo na utukufu, mulinde na kumtunza Bwana. Asante jemedari wa vita, asante mtetezi wetu. Umemweka kuwa mwalimu mwema, ametumika kama chombo chako, ametumika kwa mfalme mwema. Umeachilia nguvu ya ajabu, umeachilia neema ya kipekee. Nikora pata para pape katika jina la Yesu. Nikora pasha.